وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، الحديث الثالث والعشرون كندلينا حديث 23 katika kitabu chetu cha al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kitabu cha al-40 an-Nawawiyya. Hadithi hii inaelezea jawami'u al-khairi. Hadithi inaeleza khairi ambazo zinapatikana katika dini ya Uislamu. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. Hadithi hii imepokelewa na sahaba kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanasema amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam: at-tuhuru shatrul iman, usafi tahara ni nusu ya iman. Bidhammi at-tuhuru ay at-tatahhuru, kule kujisafisha kujitoharisha ni nusu ya imani. Na tunafahamu kwamba usafi uko aina mbili: tatahhuru hissiyun min al-ahdathi wal anjasi bil ma. Usafi wa kwanza ni mtu kujisafisha yeye kutokana na najisi kwa kutumia maji, ni kujisafisha kiwiliwili chake. Lakini usafi wa pili ni tatahhurun ma'nawiyun min adh-dhunubi wal maasi was sayyiati wal atham, ni mtu kujitaharisha kutokana na nafsi yake mwenyewe, kutokana na madhambi, kutokana na yale maovu ambayo huenda mmoja wetu akayafanya katika maisha yake. Hili Muislamu anatakiwa aliamini na ashikamane nalo katika maisha yake. Ikiwa usafi ni nusu ya imani, basi anatakiwa alazimiane Muislamu na usafi katika maisha yake wa nje na usafi wa ndani vile vile. Walhamdulillah tamla'ul mizan, na neno alhamdulillah ni neno ambalo linajaza katika mizani ya Muislamu siku ya Kiyama. Kalimatun idha qalaha al-insan fa innaha tamla'u mizan al-a'mali yawm al-qiyama, ni neno ambalo anapolisema mwanadamu linajaza mizani yake ya khairi siku ya Kiyama. Lianna al-hasanati was-sayyiati tuzanu yawm al-qiyama fi almawazin, kwa sababu mema na maovu hupimwa siku ya Kiyama katika mizani. Kalimatun wahida yanbaghi ala alabdi an yaqulaha sidqan, neno moja, lakini anatakiwa Muislamu aliseme katika moyo wake kiukweli na kuamini, basi itakuwa ni sababu ya kujaza katika mizani yake siku ya Kiyama. Falaysa alhamdulillah billisani faqat, mtu hatakiwi aseme alhamdulillah kwa ulimi wake peke yake, la, bali alhamdulillah billisani wal amali ma'an, bali aseme alhamdulillah kwa ulimi wake, lakini aithibitishe hiyo alhamdulillah katika matendo yake vile vile. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea kusema: wa subhanallah, na neno subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamla'u ma baina as-samai wal ardh. Kuyasema maneno haya mawili, kusema subhanallah walhamdulillah, ni maneno ambayo yanajaza thawabu baina ya mbingu na ardhi. Manake unapata thawabu za ujazo wa baina ya mbingu na ardhi. Subhanallah. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa na masahaba zake, fasalahum, akawauliza: ataduruna kam baina as-samai wal ardh, hivi mnajua ni umbali gani ambao unapatikana baina ya mbingu na ardhi? Qala Ibn Abbas akasema: qulna, tukasema sisi tuliokuwa tumekaa katika majlisi ile ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya nabii Allah, Allah na mtume wake ndio wanaofahamu jambo hili, sisi hatuna elimu hiyo. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: bainahuma masiratu 500 sana, baina ya mbingu na ardhi kuna mwendo wa miaka 500. Wa baina kulli sama'in ila sama'i 500 sana au masiratu 500 sana, baina ya kila mbingu na mbingu nyingine pia hivyo hivyo kuna mwendo na masafa ya miaka 500. Allahu akbar. Angalia Muislamu ni jinsi gani Allah subhanahu wa ta'ala ametufungulia sisi milango ya khairat. Kusema alhamdulillah, subhanallah, ni maneno ambayo unapata thawabu ambazo uhalisia hujazitarajia ndugu yangu katika imani, lakini uyasema maneno haya
sidqan min qalbika, kutoka katika moyo wako, uyaseme ukiwa ni mkweli na unataraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La li lafdhihima, uzito haupatikani kwa matamko yalivyo, lakini limaanahuma wal amali bihima, lakini kwa maana iliyobebwa na maneno haya mawili, lakini na kuyafanyia kazi vile inavyotakiwa maneno haya. Falaysa almaqsudu at-talaffudhu bil lisani faqat, makusudio si kutamka tu kwa ulimi peke yake, bal la budda an ya'mala bihima, lazima mwanadamu ayafanyie kazi maneno haya kwa kufanya matendo ambayo yamebebwa katika maneno haya. Na vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea kusema, kueleza jawami' al-khair, mambo mbalimbali ya khairi katika hadithi hii, was-salatu nurun. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea kusema, na sala ni nuru. Allahu akbar. As-salawatu al-mafruḍa wan-nafila, na hapa makusudio ya sala ni sala za faradhi na sala za sunna, ni nuru ambayo inamwangazia mmoja wetu siku ya kiyama. Lakini as-sadaqatu burhan, Mtume anasema was-sadaqa, na sadaqa ni burhan, ni hoja. Ikhrajul mali fi ta'ati Allah, kuitoa mali yako katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni burhan, dalilun ala sihhati al-iman, maana ni hoja inayokuthibitishia wewe kwamba una imani katika moyo wako. Haitoi sadaqa isipokuwa mu'min. Mu'min ndio anayetoa sadaqa, li'annahu la yajudu bilmali ma hubbihi lahu illa man fi qalbihi iman. Hawi mkarimu mtu akatoa mali yake pamoja na kuwa anaipenda isipokuwa yule ambaye ana imani katika nafsi yake. Wa illa falmalu muhabbabun ila an-nafs, mali kafiri na asiyekuwa kafiri anaipenda katika nafsi yake, ni kitu ambacho kinapendwa na kila mmoja wetu. Wa nafsu shahiha, na nafsi inakuwa inatamani kukusanya mali. Fa idha qaddamahu al-insanu fi ta'ati Allah, lakini mwanadamu anapoamua kuitoa mali yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa hadha burhanun ala imanihi, hii ni hoja ya kuthibitisha imani yake katika moyo wake. Wallahi, amma almunafiq fala yatasaddaq, mnafiq hawezi kutoa sadaqa, hawezi kutoa sadaqa katika maisha yake, bali yakbidhu yadayhi anis sadaqa, yeye anakuwa anajizuia kutoa sadaqa. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza hali ya wanafiki, wala yunfiquna illa wa hum karihun, wanafiki hawatoi isipokuwa pale wanapokuwa wanatoa hali zao katika moyo wao wanakuwa wanachukia kufanya vile kutoa kwao. Lakini Allah anasema wayaqbidhuna aydiyahum nasallaha fanasiyahum. Kwa hiyo hali ya wanafiki Allah ameieleza kwamba kile wanachokifanya hawamkusudii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sadaqatu burhanun ala al-iman, sadaqa ni hujja kubwa inayothibitisha imani ya Muislamu. Wa adamuha dalilun ala an-nifaq, maana yake Muislamu fahamu, unapokosa kutoa sadaqa katika maisha yako ukawa ni mzito, basi hii ni miongoni mwa dalili mojawapo inayothibitisha unafiki katika moyo wako. Kwa hiyo miongoni mwa sifa nzuri za Muislamu ni kufungua moyo wake kutoa na kuwasaidia wengine katika maisha yake. Lakini ukijiona ni mzito, dalilun ala an-nifaq, ni dalili ya unafiki. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea kusema was-sabru dhiya, na subra ni mwanga, ni nuru vile vile. Kwa nini sala tuambiwe as-salatu nurun wa as-sabru dhiya? Zote ni nuru, lakini yametumika maneno tofauti. Kwenye sala tumeambiwa nuru, lakini kwenye sabru tunaambiwa dhiya. Kwa nini yatumike maneno haya? Mtume sallallahu alayhi wasallam utiya jawami' al-kalim, alipewa jawami' al-kalim katika maisha yake. Alikuwa anapozungumza neno basi linakuwa lina maana kubwa sana. Maana ya dhiya ay ashaddu, maana yake ni neno ambalo linaonyesha mwanga mkubwa. Maana yake subra, mtu anapokuwa na subra basi anaweza yeye akasali. An-nuru wa dhiya sawa, nuru na mwanga yote ni neno moja, lakini dhiya ashaddu, lakini mwangaza kwa neno dhiya Waarabu wanapolitumia wanakusudia mwanga mkali zaidi. Qala Allah ta'ala ja'ala ash-shamsa dhiya'an wal qamara nura, Allah amelifanya jua kuwa ni sehemu ya mwanga mkubwa, maana yake linaangaza zaidi. Lakini wal qamara nura, na kwenye mwezi Allah akatumia neno nur, kwa maana na mwezi vile vile unatoa mwangaza. Kwa hiyo alfarqu bainahuma basit, was-sabru yahmilu al-insana ala al-istimrar fi at-ta'a, lakini subra imebeba maana kubwa zaidi, inambeba mwanadamu ili afanye haya mengine, asali na afanye ibadati nyingine. Kwa hiyo ndio maana subra ikapewa sifa kubwa zaidi, kuambiwa sabru dhiya. Mtume akatumia neno hili kwamba subra ni dhiya, ni nuru kubwa inayomwangazia mtu katika maisha yake. Kwa hiyo unapokuwa na subra unakuwa umekusanya khairi zote katika maisha yako.
ndio maksudio maneno ya Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Lakini wal Qur'anu hujjatun laka au alayka, na Qur'ani kitabu chetu ambacho tunacho hichi cha Qur'ani imma inakuwa ni hujja kwako wewe, maana yake ni mtetezi atakayekutetea siku ya kiyama, au alayka, au atakuwa ni kitabu ambacho kitakuangamiza siku ya kiyama, itakuwa ni maangamivu juu yako. Kwa hii Qur'an imma iwe hujja ya kuthibitisha kwamba wewe ni mtu wa khairi, au ikuangamize kwamba wewe ni mtu wa shari siku ya kiyama. Kwa hiyo Qur'ani ina siri kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Lakini katika mambo ambayo ameeleza Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi katika hadithi hii ni kuthibitisha kwamba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho amekiteremsha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam lihidayati nnasi, in amilta bihi sara hujja, unapokifanyia kazi basi unapata hujja siku ya kiyama inda Allah subhanahu wa ta'ala, mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in taraktahu sara hujjatun alayka, na ukiacha Qur'ani inakuwa ni hujja na ni maangamivu kwako wewe siku ya kiyama. Walaysa laka udhrun fi adami al-amali bima jaa fi al-Qur'ani, na wala huna udhuru muislamu kwa kutoyafanyia kwako yale yaliyokuja kwenye Qur'ani, kutoyafanyia kazi abadan, kwa sababu yutla al-Qur'anu fil masajid fil jalasati, Qur'ani hivi sasa inasomwa katika misikiti mbalimbali, katika vikao mbalimbali, fil idhaati, katika redio mbalimbali. Wa aidan al-Qur'anu muyassarun likulli man yuridu ta'alluma, Qur'ani ni nyepesi kwa kila yule ambaye anataka kujifunza. Sasa hizi khairi ya Qur'ani imeenea kweli kweli. Siku ya kiyama Allah atasema qad kanat ayati tutla alaykum fakuntum ala aqabikum tankisun, maana Qur'ani inasomwa maeneo yote. Kwa hiyo Qur'ani hii itakuja kuwa hujjatun laka au alayka, in amilta bihi takunu hujjatun laka, yakunu hujjatun laka, wa in lam ta'mal bihi fa sayakunu hujjatun alayka. Qur'ani ukifanyia kazi inakuwa ni hujja kwako, na usipoifanyia kazi inakuwa ni maangamivu kwako. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anamalizia kwa kusema katika hadithi hii, kullu nasi yaghdu, watu wote wanatoka asubuhi katika maisha yao. Mtu anatoka nyumbani kwake, fabai'un nafsahu, mtu anakwenda kuifanyia biashara nafsi yake. Kila anayetoka asubuhi anatoka anakwenda kuifanyia biashara nafsi yake. Famu'tiquha, imma ayache huru nafsi yake kutokana na moto kwa kufanya khairi katika siku yake ile, lakini au mubiquha, au aifunge na moto wa jahannam siku ya kiyama kwa kuyafanya yale yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila mmoja wetu anapotoka asubuhi afahamu kwamba anakwenda kuifanyia biashara nafsi yake. Famina nnasi man yuwaffiquhu Allah subhanahu wa ta'ala fayu'tiqu nafsahu bil istighfari wat tauba. Allah wapo baadhi yetu ambao wanawafikisha kuleta istighfari, kufanya mambo mbalimbali ya khairi, lakini kuna ambao man yarkanu ila almaasi washurur walfitan, kuna watu ambao wanaingia katika shari wanapotoka majumbani kwao na wanaingia katika fitna mbalimbali. Fayubiqu nafsahu, mtu anakuta yuhlikuha, anaiangamiza nafsi yake. Kwa hiyo hadithi hii imekusanya khairi mbalimbali, na Mtume ameeleza khairi hizi na malipo yake ambayo mtu atayapata, lakini pia ametoa tanbihi mwisho wa hadithi kwamba kila mmoja ana haki na nafsi yake. Anapotoka asubuhi yeye ndo anachagua kuiwacha huru nafsi yake kutokana na moto au kuingiza katika moto wa jahannam, waliyadhu billahi, na Allah tukinge na hilo. Naktafi bihadha wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.